hapo. Mambo kutiza. Shemeji. Kwanza naye pole kidogo. Umesema unaitwa nani wewe? Binti Kiwela. Kiwele. Bwana mkubwa kaongea, nataka nifike kwa sababu nataka kuanza sehemu sasa kuanza kuapproach wewe. Nimemzuia. Wakati anakufuata wewe hapo. Wewe wakati anakufuata. Kwa sababu nataka kujua upande wako. Vitu gani vya msingi ulikuwa unataka kuconsider kwa mwanaume akitaka kutongoza? Wakati hujui kama ana maambukizi au hana. Wewe uko zako vizuri, umejitunza zako, mtoto wa watu. Kwanza namna ambavyo tulikutana na yeye. Hatukutegemea kwamba tutafika kwenye mahusiano. Ndio. Tumekutana Facebook. Mimi nilikuwa na shida zangu. Ongelea kwenye mic Binti Kiwele tukusikie. Na yeye ana shida zake lakini hakuwahi kuniambia. Mimi ndo nilikuwa na shida ambayo alikuwa nataka kuombewa. Maana yeye ni mchungaji. Ulikuwa na shida za kimaisha, kwa ulikuwa unahitaji maombi. Nilikuwa na changamoto napita nayo. Za kiroho hizo. Za kiroho. Changamoto ya kiroho ni moja kati ya changamoto ambayo inawafanya lazima utafute wachungaji wa kusaidia. Mmoja lakini tumekutana. Nikakutana naye. Kwanza tumekutana tu kwenye comment. Kuna kigrupu kimoja kilikuwepo kinaitwa Ulimwengu wa Leo. Tumekutana naye. Kuna kitu alicomment, nikaingia tukaongea, baadaye tukapelekana messenger. Sasa namna ambavyo nilikuwa nishamuona kwamba huyu ana kali ya uchungaji, nikawa nimemuomba nina tatizo langu naomba unisaidie. Kweli ambao tatizo gani? Ulikuwa unatafuta mume? Hapana, sio mume. Nilikuwa na changamoto zangu tu mwenyewe binafsi. Kweli baba huyu alichukua lile jukumu kama lake, akaniombea, ile hali ikaisha. Sikuwa nayo. Ndio hapo baadaye yakaja hayo mambo mengine. Ukaona da. Kuna utukufu upo hapa. Nijiangusha kwenye 18. Baada ya kujua utukufu. Maana sasa uhuru ukawa umezidi kwa sababu alikuwa anaweza akanipigia simu muda wote, tukabadilishana namba. Maana tukatoka messenger tukapelekana WhatsApp. Anakupigia na kuombea. Wanaongea kawaida sababu tayari kuombea kishavuka hapo. Maana tulianza maombi ya kinga. Maombi yalianza. Baadaye sasa ndo nikamuuliza, kwani rafiki yangu mbona muda mwingi unakuwa unaongea na mimi? Haujawa na familia? Akasema sina familia. Na mimi mwenyewe nikawa bado sina familia. Basi tukaendelea. Kujua nani alianza kumwambia na mimi bwana ni mgonjwa. Yeye alikwambia na mimi na sina familia lakini mimi ni muathirika. Ninachomshukuru Mungu kwenye hilo. Huyu baba Mungu alimpa hicho kipaji kwa sababu aliniambia hata kabla hatujafikiria kuwa wapenzi. Kwamba mimi mpaka unaniona hapa nilipo sijawa na familia, nina tatizo ambalo linanisumbua. Akanieleza na namna alivyopata. Kwa hiyo ilikuwa ni mimi sasa niamue niendelee naye